last time na wakajikusanya na wakakuja tukaenda pamoja. Ndio. Shukran kwa hao. Ndio. Naam. So bwana George, mlifanya safari kwenda pale Chakama Malindi? Ya, tulifanya safari kwenda pale Chakama. Ndio. Na site visit ilikuwa very successful. Alright. Asante sana. Labda kwa kwanza tu manake yupo msikilizaji ambaye anatusikiza kwa mara ya kwanza leo, na ni kweli kabisa leo tuko na Musa hakuwa nasi wakati uliopita ama hapo awali tulipokuwa tunazungumzia juu ya mashamba na kampuni ya Hodari Homes. Labda utuambie Hodari Homes mlipataje hili jina, kazi yake ni gani, inapatikana wapi ama afisi zake ziko wapi, na labda mashamba hiyo yako wapi na wapi? Asante sana. Ukiangalia jina Hodari Homes ni jina la kimajazi, ni jina la ushujaa, jina ya ugwiji wa mashamba ama uwekezaji wa vipande za ardhi. Sisi kama Hodari Homes tunakuwa na kitu moja. Ukiangalia kila kitu inakuwa na mwanzo na body na conclusion. Mission zetu na vision zetu na core value zinakuwa zote tukiangazia Mkenya popote pale yalipo, kwa sababu we really appreciate and we really engage how to invest through Kenyan people. Kitu ya kwanza, accountability ni kitu muhimu sana. Kwa sababu wakati unaenda kununua shamba inakuaga na njia mwafaka. Hawezi, shamba si mandazi. Utaamka leo my friend uende ununue. So sisi tunakuelevusha kwanza kuhusu uwekezaji wa mashamba. Hiyo ingine tunakuuliza budget yako ni gani, kwa sababu kuko na watu tofauti. Kuna mtu anataka kununua commercial place, kuna mtu anataka kununua agricultural place, kuna mtu anataka kununua ya retirement place. Sisi kama Hodari Homes huwa kama kawaida tunakuaga na fursa ya kuelevusha our investors popote pale walipo hapa nchini Kenya na outside the country. Yes. Na labda sasa tusungumzie kwanza, tuanze na Mombasa ama tuanze na Malindi kule. Yeah. Pale Chakama. Yes. Labda manake tumeshinda tukizungumza na msikilizaji tukasema kwamba mna mashamba pale. Yes. Na kuna shamba la tuseme 50/100. Tukasema ni shilingi 1135. Yupo msikilizaji aliuliza mbona bei yake chini? Ukiangalia kuna kitu inaitagwa low development ama low civilization in regions. Unakuta pale mahali wako nyuma kidogo. Ndio. Hawajaweza kuendelea pale, lakini due to devolution civilization is taking place. Unakuta wale watu, mtu mmoja ako na kama shamba eka ngapi, eka kama 50. Tukiingia pale tunaenda tunafanya kitu inaitagwa development of the schemes. That's why tunaonaga hakuna haja tuuze pesa mingi, kwa sababu Wakenya wanakuaga na ile mindset kununua shamba mpaka ukuwe na mamilioni ya pesa. Sisi kama Hodari Homes tuliweza kufungua mlango ya wakulima wadogo, wakatikati na kila mtu, kwa sababu kama uko na pesa utashika zile ploti zikiwa mingi. Kama ni mkulima mdogo utashika ploti moja uweze kuendelea pole pole. Hakuna kitu cha muhimu kama kuwa na shamba. Okay, pande ile ukiangalia watu hawajajua umuhimu wa shamba ni nini. So most of the time through educating them na through educating those do have illiteracy of investing in land, ndio maana tunaonaga ni vyema na haki tuweze ku-exaggerate the price. Kwa sababu unaweza exaggerate the price, Mkenya wa kawaida hataweza kununua, kwa sababu akili yake ataishi kujua shamba inataka maelfu ya pesa. Yeah. So ndio kusema kwamba hata Kisii hapa, manake tunaona mashamba hapa Kisii bei ni gari kidogo. Yeah. So kuna mahali palianzia. So ndio sema kuna shamba ikuwe na unapata hapa Kisii kitambo kidogo. Yeah. Pata shilingi 50,000, Yes. 30,000 umepata shamba. Yes. Yeah. So ndio kusema pale huko Malindi ndio enzi zao hizi sasa. Ndio enzi zao. Kuna kitu inaitagwa land speculation. Na ni muhimu sana. Unanunua ardhi, unawekesha for capitalization return for future. Okay. Tuseme kama saa hii, samahani sijakujua jina. Mimi naitwa Dudus, MC Dudus ya. Yes, let me tell you, let me use MC. Yes. MC leo nimekupeleka pale Chakama. Ndio. Wewe umeenda umeona, yes, hakuna watu wengi vile, si ndio? Lakini kwa akili yako utakuwa umeangazia mimi naishi aje Kisii. Nikitoka nakutana na street light, nikitoka unakutana na brother Manny, ukitoka unakutana na vitu mzuri. Lakini unasahau pale ukiwekeza unawekeza for future. Kwa sababu watu wengi wanajua kuwekeza ni kuchukue pesa niweke kwenye benki. Lakini hiyo pesa unaweka kwenye benki hakuna siku itakupatia nini? Capital return. But pale utanunua for speculation. Unaweza nunua, I'm very sure you have wa junior. Unaweza nunulia kijana wako, right? Useme huyu kijana kwa miaka 5, right? Kitabu akuje amalize form 4, aanze kusema dadi nataka
nani my taraka yangu, utamwambia kuna mahali nilikuwa nimenunua pale Chakama back that time ulikuwa umenunua 135, lakini kwa miaka yake anaweza uza na 1.3 million. You understand? So tayari ume add value kwako na ume add value kwa mtoto na amepata inheritance. Kuna pia kitu kingine unaweza fanya pale Chakama. Kitu kama, kwa sababu kuna watalii wengi sana wakienda Savo, kuna watalii wengi sana ukisikia Malindi, kuna watalii wengi sana pale, kuna beach, kuna motel, kuna nini. You can do Airbnbs. Siku hizi nashukuru sana vijana wamejajaruka, wanatengeneza kitu inaitwa hideout. Unaenda pale unatengeneza nyumba yako safi, wakati watu wanaenda adventure, wanaenda pale wanakodisha. Unaweza tengeneza motel, unaweza tengeneza curio, unaweza lima. You can do anything at your comfort zone pale Malindi upande wa Chakama. Na ni dakika 30 tu kutoka Malindi town mpaka Chakama. Yes. Na labda kwa upande wa security, hali iko namna gani kule? Sisi kama Hodari Homes ni taswira yetu kuhakikisha mahali tunauzia watu, je, jamii yangu inaweza kaa, mimi mwenyewe naweza kaa, mamangu anaweza kaa. Huwa tunaangazia pande zote, apart from mambo ingine ile inakujaga isiyokuwa ya kawaida, kwa sababu at the end of the day anything can happen which is natural calamity, because that is part of security in terms of rain, in terms of hizo vitu zote. But ukiangalia security, let me tell you something, from where we are to where the KDF want to do camp is just few kilometers away. Ukiangalia pia community development, kuna kitu inajulikana kama Mombasa Cement Company, bado iko pale na iko na deploy ya mapolisi wanaangalia pale. Uga House bado iko pale. Garana Kuralu, it is just kilometers away. So mambo ya security iko sawa kabisa. Okay. Yeah. Asante sana Bwana George. Unajua wewe pia umetangamana na customers sana, na kwa sababu uko katika kile kitengo cha mauzo. Unapokuwa unaozungumza na wateja, changamoto ambao unakumbana nao ni gani? Changamoto ndio number 1 ni postponing. Pata client ako interested sana, ndio, lakini hana the minimum deposit. All right. Yeah, alafu pia delaying of payment. Na unapata like pesa ako nayo haifikishi the minimum deposit na kila mwezi. Pata ako na 5,000 tena atakuwa analipa kila siku. Okay. Alafu pia unapata mwingine amelipa akalemewa, but no time. Changamoto ingine ni kunini, wengi wanapewa advice mbaya. Na maybe unapata ako Gulf, anapewa advice na the relative. Yes. Yeah. So bad advices. Ni baadhi tu ya changamoto ambazo unakumbana nazo ukiwa unapita vijijini kuzungumza na wateja. Na umezungumzia masuala na ulipaji wa polepole. Sasa hizi shilingi 1135 mtu ambaye ananunua shamba ya 50 per 100, hizi anaweza lipa polepole? Naam, anaweza lipa polepole. Aanze na ngapi? Huyu customer akikuja na akona shilingi 30, anakiekelea deposit, tunampea miezi 6. Shilingi 30,000. 30,000. Analipa 179,000. Okay. So hii 179,000 ndio itaenda ikiwa deducted for the 6 months. All right. Naam. Asante sana Bwana Musa. Yes. Tuseme kwamba mimi nimelipa nimefikisha shilingi 80,000. Yes. Na nimelemewa kabisa. Labda mtu amekuwa mgonjwa. Yeah. Kuna changamoto fulani ambazo amekuwa nazo, ameshindwa kulipa amalize. Yes. Na useme kwamba hasa mimi nililipa nikafikisha hapa, sioni nikimaliza. Mnaweza mkanipatia shamba kidogo inatosha na hiyo hela, ama mnaweza nirudishia? Hapo mna handle hii kesi namna gani? Hodari Homes, we are born or we started to empower every person wherever he is or she is. Sisi kama Hodari Homes, ile kitu tunafanyaga, MC amekuja amelipa shamba miezi 4, ndio, lakini amelemewa, ndio, tunakupatia muda kawaida na ule mwingine tulikuwa tumekupatia, ili kwanza uamue kabisa kwa roho, kwa sababu ukikuja kwetu ulikuwa kabisa unataka kipande cha ardhi. Ndiyo. Lakini kwa sababu ya matatizo umeshindwa.
Sisi kama Hodari Homes tunakuwaga na agreement. When you breach the agreement, there is a penalty, you need to be penalized. Kama umejiomba nipatieni muda kama wa miezi 3 nitarejea pale, hatunaga shida. Ni vyema kusikiza client, kwa sababu at the end of the day akikuja kununua alikuja na roho safi, ni matatizo tu kidogo tu imesababisha asimalizie pale mahali. Pia unaweza tafuta mtu akuje aendeleze, akupatie zile pesa ulikuwa umetoa, tubadilishe majina kwa system. Hiyo ni njia nyingine. Ikilemewa kabisa, tukifanya kitu inaitagwa audit, huwa tunamrudishia kulingana na ile percentage iko pale kwa agreement. After audit. Alright. Yes. So tuseme kwamba yani kabla mteja anunue shamba na Hodari Homes, lazima kwamba mnahagana, kuna zile agreements ambazo mnatengeneza. Yes. Alright. Asante sana Bwana George. Tuseme kwamba kufikia sasa kuna yule ambaye anatusikiza kwa mara ya kwanza, anataka shamba kule Chakama. Je, anaweza pata mashamba zimeisha? Shamba ziko. Shamba ziko na ni mingi. Zitaweza kuaccommodate kila mtu mwenye atataka leo. Ndio. Shamba ziko na ziko mingi. Na labda nikitaka kama 4-5 hivi, tuseme kama vipande kama 10 hivi vya ardhi pale Chakama, je, mnaweza niuzia ama labda mmeweka kiwango fulani kwamba mimi nikija pale na labda nichukue 1 ama 2 peke yake? Uzuri wetu hatunanga limit. There is no limit. If you want more than 1 acre, 2 acres, zipo. Alright. Asante sana Bwana Musa. Yes. Je, mashamba yenu yapo Mombasa ama Malindi peke yake? Upande wa Coast Region, samahani kwa yule msikizaji anatusikiliza na maybe yuko na haraka kidogo, nimpatie namba aweze kuelezewa pale ofisini nikijibu swali yako. Nambari yetu ya simu ikiwa ni 011 2701 669. 011 2701 Tukiangazia upande wa Coast, tuko na shamba pale Mariakani. Mariakani is the artery of Coast Region. Ndio uende Mombasa lazima uingie Mariakani, ndio uende Kilifi lazima uingie Mariakani, Malindi na kokote pale. So ukinunua shamba pale Mariakani, hiyo tunauza na 575,000. That is cash. Lakini pia kuna lipa mdogo mdogo. That is 675,000. You start with a deposit of 100,000 peke yake. Ni mahali unaweza jenga, pale ni commercial, pale ni mahali unaweza ishi, pia ni mahali unaweza nunulia inheritance watoto venye nilikuwa nimekuambia, na pia ni mahali unaweza tengeneza hoteli. It is a very good place. That is Mariakani. Na kama kawaida tunakuaga na site visit every Saturday. Kama uko upande wa Coast, kama uko Nairobi, tunatokaga Nairobi Friday ndio tuweze kufika pale asubuhi. Yes. Umezungumzia Mariakani, na umesema kwamba ni zaidi ya shilingi 1500 ndio mtu apate shamba kule. Labda hiyo ni shamba kiasi gani? Hiyo ni 50 by 100. 50 by 100. Yes. Vile vile tuko na plot nyingine inajulikana kama Kakoneni. That is a very great project. Iko pale Kakoneni, just 20 minutes from Malindi. Msikilizaji anafaa kujiuliza, bona ni Malindi Chakama, Malindi Kakoneni? Because of ile capability iko pale ya kugrow. Watu wengi sana, kampuni mingi zinaangazia hiyo barabara ya Saragate bypass. Leave alone hata kampuni mpaka wanaitwaje, wageni wa kuwekeza wanakuja sana pale mahali. Sisi tukikuuzia pale tunakuuzia na 200,000 Kenya shillings. Hatutaki pesa mingi, because kazi yetu ni kuambia we invest in people wakati tunanunua cash. Pia kwenda kutembea kuona zile viwaja ni kila Saturday. Uwepo nimeona pia wale wako upande wa online, pia mnaweza kuja pale tuweze kuziona zile viwaja. Pia unaweza lipa pole pole. Kulipa pole pole ni 250,000, 250,000. Unaanza na 50,000. Na kuna mtu anaweza jiuliza, nimepewa miezi 6 niweze kumaliza hapa. Ikishindikana kutakwenda namna gani? Sisi kama Hodari Homes, sikio letu ni kwa mwekezaji, kwa sababu ni very important kwetu. Tunasikizana na wewe, unaniambia Bwana Musa, hapa nitachelewa na miezi 2, miezi 3. Pako na maagano. Hatuwezi tukakuruka, hatuwezi tukakupatia penalty, because at the end of the day we need to satisfy you. Alright, asante sana. Labda Bwana George, yule mteja ambaye anataka shamba, tuseme maeneo ya Chakama kule Malindi, ni kipi ambacho anakihitaji kuwa nacho ili apate shamba? Qualification number 1, lazima kuwe na kitambulisho. Kitambulisho cha kitaifa na ID. Na kwa wale wako Gulf hana ID,
na anaweza kuwa na passport yake. Yeah. Right. Document number 2 ni KRA pin. Okay. Lazima awe na KRA pin. Yeah, those are the 2 documents we need. Labda kuna yule ambaye anauliza labda yeye ako na kile cheti cha kuendesha gari, yani driving license. Yeye pia uende kumsaidia labda kupata shamba. Lazima kuwe na hiyo ID ndio na KRA. Alright. Asante sana. So mwenye ako na driving license haikubaliki. Labda yeye ni mwanajeshi na kuna kile kitambulisho cha wanajeshi. Pia hiyo ina shida. Inaweza kukubalika. Lakini mostly ni ID na KRA. Lazima ukuwe na kitambulisho cha kitaifa, ukuwe na KRA pin, na umesema kwamba ile pasipoti inaweza ikatumika. Manake ina details karibu zote ambazo ziko kwa ID. Alright. Na mbali na hapo? Mbali na kuwa na ID na kuwe na KRA pin. Hivyo vinatosha yeye kupata shamba? Hivyo vinatosha. Akiwa na KRA na ID na amenunua bas. So lazima kuwe na pesa. Pesa muhimu. Asante sana. Labda tuseme kwamba mtu yuko mbali, yeye hawezi akafika kule Chakama. Unajua manake kila siku ya Jumamosi mnafunga safari, mnaenda pale, watu wanapata fursa ya kuangalia yale mashamba chinzi yalivyo, na mtu huwa anajichagulia, sio? Yes. Sasa yeye hayuko karibu. Ndio. Na kona either relative, ndio, mama yake, baba yake, sister yake. Ile kitu tu anafanya ni kucommunicate nao, anatupa namba yake, tunajua venye tunapatana. Alright. So huyu ndiye anaenda kumrepresent. Alright. Like atakuwa kama macho yake. Naam. Okay, asante sana Bwana Musa. So haiwezekani mtu kununua shamba akiwa mbali bila kuwa na mwakilishi hapa nchini Kenya? Inawezekana. Kwa sababu kwa muda miaka 5 nadhani the biggest percentage nimeuzia watu wako nje wakiwa wananiamini. Ndio. Wewe Musa, nenda unichukulie video call, nenda unichagulie mahali pazuri, ananitumia document. Hakunaga kitu mzuri kama ile nilianzia nayo, accountability and creating trust. Kwa hii kazi ya mashamba, kama hauna trust, let me tell you something, ni kama kupeleka nguruwe ugaibuni. Kwa sababu at the end of the day nitakuuzia shamba, utafurahia. Kwa sababu ulifurahia, utaniletea kaka hapa kuja nunue. Ndio. Pia yeye akifurahia, na wengi hatujaonana nao. Wanakujaga hata baada ya miaka 2 kuja kucorrect na ni title deed. Musa, tunaonanaga na wewe kwa TikTok, tunaonaga na wewe kwa video call, tunaonaga na wewe wapi, lakini at the end of the day nimetimiza ahadi zake zile alikuwa nataka. So si ugaibuni tu peke yake. Nenda Marekani, nenda Australia, Europa, uko kote tuko na watu wameweza kununua. Kwa sababu tunashukuru sana mambo ya teknolojia. Si lazima pia wewe ukue pale. Hata ukiniambia saa hii mimi Musa nataka twende Rumuruti, kaambia kama uko na kazi usiwe na wasiwasi. Kama hali pako na net, wacha mimi niende. I video call you the surroundings. Unajua si kama kitambo ilikuwaga kidogo, unaenda unapiga picha, una edit. Siku hizi ni mambo haraka. Inua video yako, simu yako, zungusha kamera, mteja amefurahia. Well, I'd find plot number 5. Hata kama hayuko na wewe uko hapa nchini Kenya na aliweza kubuku ile plot number 5, mbona nimpitie chenga kwa sababu yuko mbali. Okay. Akikuja atakuta hiyo. Wewe Musa, wewe ni afisa mkuu. Yes. Katika kampuni ya Hodari Homes. Labda mtu amenunua shamba. Leo hii tunapozungumza pale Chakama. Yes. Amelipa zake hela 1135, amemaliza yeye. Memonyesha shamba lake ndio hili hapa. Yes. Inamchukua muda upi kupata title deed ama kile cheti cha kumiliki ardhi? Niwakumbushe kidogo nambari ya simu, ndio wale wapige ikiwa ni 0112701669. Asante sana, ni swali mzuri sana. Kwa sababu shamba ni title deed. Ndio. Hata uzunguke wapi, uende wapi, bila cheti miliki huwezi ukapata. Kweli. It take 90 working days to 120 working days. Ndio. Sisi tunakuuzia shamba, lakini tunafuata zile hatua serikali imeweka.
na lazima tukiona kuko na delay kidogo hata sisi tuna delay, kwa sababu hakuna haja nikupatie cheti miliki kisha baadaye. Umesikia kesi mingi sana ndugu yangu, mtu alinunua shamba akapewa cheti miliki ni ile ni original, lakini baada ya kukaa miaka kadhaa anakuja anafurushwa, hii ardhi si yako, niko na title nyingine original. Sisi kama Hodari Homes, when it come to take that delay so that we can have a proper process of issuing title deed, the better. Right. Labda mteja atajuaje kwamba hili cheti ambacho mmempa si gushi? Yes. Ni original kabisa. Tajuaje? Tunashukuru sana pia serikali kwa hayo, kwa sababu siku hizi kufanya search haiteki, si kama kitambo ulikuwa unagoja miezi 6 ukigoja kufanya search. Unafanya due diligence, kwa sababu sisi kama Hodari Homes ndio tukuje tulete shamba kwa market. We have to do due diligence even times 2. Why? There is change of green card sometime. Unafanya search leo, unakaa baada ya miezi 6 unafanya search, kwa sababu haudeal na mtu moja, unadeal na watu kuanzia ni maelfu ya watu. Na ukuje uhadae kwa nini? So due diligence is very okay. Na ndio maana tunasemaga si kuuza tu, tunauzaga mashamba, huwa tunaelevusha wale watu wananunua mashamba steps to buy a land. Yes. Labda Bwana Musa, tuseme kwamba kama haya mashamba ambayo labda yako pale Chakama, Malindi. Yes. Unasema kwamba ni mita chache tu kutoka kwa barabara. Yes. Na labda kuna wale ambao kidogo wanasema kuna yale mashamba ambayo yanakuwa grabbed ambayo ni ya serikali. Yes. Kuna wale wanaogopa labda Hodari Homes kumbe unaweza wakatuuzia tu shamba ikawa kwamba tutafurushwa siku zijazo. Ni kipi ambacho unafanya ili kwa muhakikishia yule mteja wenu kwamba hapa ulipo hili shamba ambalo tumekupa ni lako, wewe ndio mmiliki halisi, utakaa hapa miaka na mikaka na hakuna mtu ambaye atakuguza kule? Asante sana. Wakati nasema thorough due diligence, kuna watu wanajuaga mambo ya shamba kwenda kufanya search tosha, mpaka ujue mzee wa kijiji yuko, mumeongea na yeye, anajua ile familia inakuuzia, headman yuko, anajua hii mambo, chief yuko, anajua hii mambo. We have to go all that steps, kwa sababu at the end of the day sisi kama Hodari Homes hatuko hapa kuuza for season then we go. Hodari Homes is for generation and generation. Kuna zile mashamba zinakuwaga za scheme, ama ukipenda zaidi za community. Shamba kama hizo sisi kama Hodari Homes we don't purchase them, kwa sababu at the end of the day, mbona nichukue pesa za MC baada ya miaka 10 atakuja kulia ama kujuta, familia ikuje iteseke? Sisi kama Hodari Homes huwa tunafanya kila jitihada kuhakikisha the land is clean and our deal is clean. All right. Yes. Asante sana mwanjo moteli me studio tulina babisa cross kama ni Hodari Homes ababa koni amarimo chinsemo aho imense ya Kenya na enamba yabo ogakeruta kitugukona barabo gere enoti eyemo ibere isano na ibere enoti eyemo isano nemo kianda 0112701669 na bwake abisige iwire mnaweza mkasungumza moja kwa moja. Bwana George, labda tuseme sasa hivi kuna msikilizaji ambaye anatusikiza sasa hivi na yeye amesema yuko na shilingi 20,000 sasa hivi, lakini anataka lile shamba ambalo linagharimu shilingi 1,135. Lakini umesema kwa upande wa deposit yale malipo ya kwanza kwa yule ambaye anataka kulipa polepole ni shilingi 30,000, lakini yeye amesema kuna 20. Sasa je, mtamsaidia namna gani? Ama lazima akae nazo ajaze mpaka zifike 30,000 ndio labda awape nyinyi ndio mweke katika mpango wa kupata shamba? Tukipata kama huyo ndio tutamruhusu na hiyo. Tutamruhusu na hiyo 20,000. So anaweza akaruhusiwa. Naam. Bwana Musa. Naam. Bwana Juja anasema kwamba huenda akaruhusiwa, lakini hajaeleza ataruhusiwa kivipi. Maana mmeweka ile target yenu 30,000. Mtamruhusu under which circumstances? Nirudie tena, Hodari Homes we do empower. Huwa tunashika mtu mkono. Ndio. At the end of the day kuna ile agreement. Tutaadikiana na yeye, utakuwa unalipa ama utamalizia the minimum deposit at how long. Tunaweza kukupatia mwezi kwanza ukuwe umeweka ile deposit ya 30,000 imekuwa yote. Unaona? Kwa sababu kama kawaida MC uko na 20,000 na kabisa unataka kununua ploti. Utakuja chini. Utakuja tukae chini tuweze kuelvushana na kuadikiana utalipa aje mpaka zile zimalizike. Remember, haitakuwa 135. Itakuwa ni
85 kwa sababu ni installment, unapatiwa miezi 6. Unaona? Ndiyo. So wakati ni kama zile simu za kulipa pole pole. Ukinunua cash unaambiwa ni hizi pesa. Ukinunua pole pole kuko na zile pesa zingine. So ukitoa hiyo 20,000 tutasikizana mpaka miezi 6 iweze kuisha. Yes. Alright, asante sana. Mwache mutagarira ikero kino nyekubota libuli na gutwakira simegase studio ya Maseyemo elindo nyarako gukubudi libuli lyawe namba ya studio 0706181822 na 0796988630. Kira tukino bota libuli na gutwakira simegase studio tutachukua simu moja mbili elindo nyarako gukonyora nayo burabu onyarako gukonyora ubuli mu burago konye biyakigima asinaye urakore development ya ubu yakigima elinde onyarako ukwegenderelia. Labda sijui kwa upande huo wa Chakama pale Malindi. Umesema kuna projects kadhaa. Umesema kuna Galana Kulalu, irrigation scheme, pia kuna industrial zone pia inaanza pale, uwanja wa ndege upo Malindi International Airport pale. Je, na tuseme kwa msikilizaji ambaye labda angependa kufanya mambo ya ukulima, je, inawezekana? Huko kunajulikana sana kwa sweet fruits, zinafanyaga vizuri sana. That is watermelon, mananasi, every sweet fruits does very well. Alafu pia unaweza lima mahindi, unaweza lima maharagwe, inafanya vizuri kwa sababu it is very virgin ama fertile soil. Yes. Okay. Na labda kwa yule mtu ambaye labda angependa kutengeneza homestead yake pale, hawa anaishi pale na familia yake, je, kitu kama hicho kinawezekana? Nilitangulia kukuambia sisi kama Hodari Homes kila mahali tunatafuta. Huwa tunaangalia huyu mtu tunaleta hapa. Kabla tumlete, mamangu mzazi anaweza kaa pale. Mimi na familia yangu naweza kaa pale. Ndugu zangu wanaweza kaa pale. Kama ni tiki, every person can stay there. Residential home is very supported there. Unaweza jenga. So mazingira ni yapendeza, yanakubalika kabisa. Labda kama hatujachukua simu bana George, unaweza muhimiza yule ambaye anatusikiza na labda anataka shamba sasa hivi, unaweza muhimiza vipi? Mimi naweza muhimiza kama uko na interest, ndio usiogope, kwa sababu kama kuna kitu muhimu ama the most important thing, the most important investment one can do ni kuwekeza na shamba. Alright. Kwa sababu shamba ni something that appreciate with time, ndio? Na haita kufail na haiwezi kufail. Asante. Shukran sana. Kisii FM, hello. Dudu. Yes. Mbio na wageni yao. Biamono sana. Unaenda kazi lija mtu iko kitu Keroka. Habari zenu wenye zamba, unajua sasa nyinyi wenye zamba mtasaidia sisi tunaona kwa sababu mko na benchini sana. Nauliza hiyo zamba iko pande gani na gani? Hiyo ni number 1. Number 2, hapa mji wa Keroka ni mji umepanuka, umekuwa kubwa. Mnaweza kuja muweka ofisi ama kuisiu ama ni wapi? Kwa sababu kuna saa zingine mnasema tukuje mahali fulani mtupewe muende kutuonyesha zamba. Sasa inakuwa vigumu. Mtafanyaje? Lakini tutachukua. Asante, iko kitu anawahitaji. Asante sana. Kisii FM, hello. Yes. Wakire. Network yako haiko vizuri. Iko vizuri bwana. Umefika tatu. Mambo unapata unalipo ndara. Ntokoigwete buya. Oliero. Ayo ngigwete. Lipo lili ondele lili. Iso ya nana pole musana ji. Mtani ya Mahindi. Tatusamee kidogo huyo, network yake inasumbua, atumpate vizuri. Utatupigia tena bwana Oliero Kimai 0706181822 na 0796988630. Enkayumu Gusi, hello. Hello. Hiyo imekatika. Tunapoendelea namna hiyo, kwa manake unajua network za zingine inaweza leta shida. Tuseme kuna mwenye ameuliza hilo swali kutoka Keroka, amesema kwamba kuna ofisi wanahitaji Keroka, na labda mnapowaambia kwamba mkutane waende kuona haya mashamba, wanashindwa watafikaje na mnakutana namna gani? Hiyo ni swali mzuri.
Ile kitu mimi nasemaga ni moja. Reason why tumekuja hapa Kisii. Najua kuna mtu anaweza jiuliza, yes, Hodari Homes iko upande wa Thika lakini wamekuja Kisii. Ni kulingana na wale wawekezaji tuko nao kutoka upande wa Kisii. Kwa kweli huwa wanakuja, na haswa wale wengi tumeuziwa upande wa Rumuruti. They do buy. Kwa sababu nataka nishikanishe, ameuliza na wapi kwingine. They do buy. Rumuruti I think tuko na Wakisii kama 500 hivi wale wamenunua. Ndiyo. Na every Saturday we must have someone from Kisii. So for the time being, hii inaitagwa ground test. Venye tumekuja huku wameweza kujua, tutaweza kuwa na mpango ni wapi tutakuwa tunakutana. Kwa sababu tukiweka ofisi na hatujaweza kukupeleka pale, tuongee ukweli, utajuaje kama ni shamba ya ukweli? Alright. That's why tunapangaga site visit popote pale ulipo. Kama kuna watu wanatokaga Kisumu, kama kuna watu wanatokaga Bungoma, wanakuja wananunua Sebuse hapa. So with the time tukiendelea kutengeneza ground, tutatafuta mahali tuwe tunasema kama every Friday ukitaka kukuja tutembelee mahali fulani. Alright. Na kwa sababu MC uko hapo na Kisii FM and fraternity, Ndiyo. I think you can take that nani mpangilio, kwa sababu wanakupigia simu. Ndiyo. Na niambia Musa, uko na watu wamenipigia simu. Ndiyo. Tutakuwa na mipango gani ili waweze kufika kwa shamba. Asante sana. Yes. Wakiuliza wanakupata utaratibu kama huo, itakuwa vizuri zaidi. Chukue simu moja hapa. Hello. Yes. Habari njema sana. Wananunua mashamba. Ndio. Alafu kufika kunachoambiwa shamba lilikuwa ya serikali. Wameweka mikakati gani kupata kwamba watapata hiyo shida? Okay. Asante sana. Nafikiri amerudia lile swali ambalo nilikuuliza. Kama umesema mtu anaweza akauziwa shamba, kisha baadaye akafurushwa akaambiwa shamba ni la serikali. Anauliza mmeweka mikakati ipi ili kuhakikisha kwamba mashamba yenu yanakuwa genuine kabisa? So hiyo ni swali mzuri. So sisi kama Hodari Homes nilisema kitu inaitwa accountability. Na wakati MC Dudis umeleta pesa zako pale, ni jitihada zetu sisi kama Hodari Homes tujue tunakuhitaji kesho na kesho kutwa. Na kama tumekuhadaa, believe me not, hautaenda bali, kwa sababu kelele za sakafuni huishia wapi? Ukingoni. Iko siku utatushika. Sisi kama Hodari Homes tumeweka mipango kababe kuhakikisha Mkenya popote pale alipo tumemuuzia something which is very legit, bila kuhadaa mtu yoyote popote pale alipo. Alright. Yes. Asante sana Bwana George. Jumamosi hii mmepanga vipi? Jumamosi hii tunaenda bado. So kwa kila msikilizaji mwenye anatusikiza na anaweza taka kwenda, hiyo namba yenye Musa amepeana 0112701669, piga hiyo namba. Juu tuko hapa tunaweza pangana. Labda Bwana Musa tukimalizia, maana tuna dakika 2. Kuna yule ambaye anatusikiza sasa hivi na amefanya maamuzi yake kwamba yeye kesho pia anataka kuungana nanyi. Aende labda Jakama pale Malindi, kuna mwenye anataka kwenda na Nyuki, kuna mwingine anataka kwenda Rumuruti. Sasa labda anashindwa, tuseme yuko Kisii, na anasema kwamba mimi sasa unajua zile hela niko nazo, sitaki kuguza kabisa, maana hizi nimeweka hapa ni kando kabisa za shamba. Yes. Lakini sasa kwa upande wa transport sasa hapo ndo akisungumkuti, labda mnaweza mkasaidia yeye namna gani? Wale watu wengi wanatokaga hizi eneo huwa tunakutana pale Gilgil. It is our one stop. Yes. Wakutoka upande wote wa Western tunapatanaga pale Gilgil. Asikuwe na wasiwasi na asitumie hela. Alright. Cha muhimu ni kupiga hiyo namba ikiwa ni 011-2701-669. Si Rumuruti na Malindi peke yake tunauza. Bado tunauza sehemu ya Nanyuki. Ndio. Nanyuki inajulikana, it is the best hub of investment. Right. Yes. Ni mahali unaweza jenga nyumba yako ya kuishi. Ni mahali unaweza lima. Ni mahali unaweza buy for speculation. Na Nanyuki ina grow sana siku hizi comparing to any county. Ndiyo. Laikipia is taking shape kwa sababu mashamba mingi iko pande ile. So unakuta wale mabwenyenye wa kama Kalen wanahamia kule kujenga the retirement suit. So ningependa pia kuambia watu,
Nanyuki ni mahali pia pazuri sana unaweza ekeza. Na hapo tunauza na 235,000. Alright. Kama uko hapo unaweza tuma your representative. Uliuliza swali mzuri sana ukauliza Bwana George. Mtu anaweza fanya nini kama yuko mbali? Ndiyo. Ukituma a very sober representative who know what is investment, anakupatia zile answer mzuri. Alright. Kama pale Nanyuki. Just wakati Ken alikuwa hapa director wakiwa na George, we got one client to Nanyuki. Na nakwambia alitoka Nairobi and is very happy client. So kama uko popote pale ulipo, Nanyuki is a best place I can recommend you. Alright. Bado tuko na Nyahururu. Nyahururu tunakuuzia weather ya Kisii na Nyahururu ni the same. Pale utalima, pale utakaa, pale unaweza nunua ufuge ng'ombe, unaweza nunua ulime anything you want. Na pale tunakuzia na 350,000 wakati unanunua cash. Lakini kwa mkulima mdogo popote pale ulipo, tunakuzia na 100,000 peke yake, unaanza na deposit ya 80,000. Alright. Asante sana Bwana Musa. Kia ni afisa mkuu Odars pale. Inakuwa tamu tena zaidi. Bwana George, labda neno lako la mwisho kwa msikilizaji na mteja? Neno langu la mwisho ni kwa the interested people. Ukiwa na hiyo pesa yako unataka kuinvest, usisahau hiyo namba. Call the 011-2701 kuja tukuzie shamba. Alright. Asante sana. Namba ni 011-270-1669. Yes. Alright. Bwana Musa, neno la mwisho kwa labda msikilizaji na mteja? Mimi nitawakaribisha sana Hodari Homes, na wajue wakiwa Hodari Homes wako nyumbani, na tunasemaga tujiamini. Tuko upande wa TikTok, wanaweza tufuata pale TikTok waweze kujua mengi kama Hodari Homes. Tuko pale Facebook kama Hodari Homes, YouTube kama Hodari Homes, www.hodarihomes.com, na pia mnaweza nifuata kama Musa wa Gatelina pale TikTok, tuweze kusomeshana. Mimi nataka kesho niweze kupata watu tayari wameamua kuja kununua shamba upande wa Rumuruti, kwa sababu kesho tumepanga mega site visit upande wa Rumuruti. Alright. Nitashukuru sana MC Dudus ukiniambia tayari kuko na hawa watu kutoka kwa upande wako. Itakuwa sawa sawa. Yes. Mradi tu yule ambaye ako na interest apige 011-270-1669. Asante. Ndio nambari ya simu. Yeah. Shukrani sana Bwana Musa, nimesema asante na nawatakia kila laheri, na kwa msikilizaji wetu natumai atapata shamba na ata-invest. Asante. Shukrani sana. Mwancho motegari Ronald Mayaka Brigadier mangana mayakoleta sinchira yubo ikiranundi